Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa vya tiba, kama mnavyoona hapa tuko mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu, katika mlima unaoitwa Rusunwe, na hii ni barabara inaitwa barabara ya East Africa inayounganisha Tanzania, inayounganisha Burundi, inayounganisha na Rwanda. Na hao kama unavyoona ni watu wa pikipiki waliobeba mbao, wanatoa katika kijiji kinachoitwa Heru, kiko juu, na pia na vijiji vingine kama Mganza, Mnyegera na kadhalika, mpaka huko wilaya Buhigwe. Kote huko mbao zinavunwa na kupelekwa wilaya ya Kasulu kwa ajili ya watu waweze kununua na waweze kuendeleza masuala ya ujenzi. Kama ahadi nilivyoahidi, ndugu zanguni, nimewaahidi video inayofuata ambayo ndio hii, nitaelezea dawa inayoitwa mnyegenyege. Kama unavyoona hapa niko na baba ya ambayo yuko na chuma hayo majani ya mnyegenyege. Halafu niko na BLT kiongozi. Ndio huyo hapo. Na yeye sasa hivi yuko vizuri kwenye fani, mashaallah. Nishampika ishaiva, mashaallah, alhamdulillah. Kwa wale wenye kutatizika na matatizo ya sukari, wenye kutatizika na matatizo ya nguvu za kiume, wenye kutatizika na masuala ya uzazi kwa wanawake, wanaume, wenye kutatizika na masuala ya figo, wenye kutatizika na masuala ya mapafu, masuala ya ini, matatizo mengi mbalimbali, alhamdulillah, aishaiva, iko vizuri. Paka mtu nikimfundisha nikamuelezea kwamba huyu yuko vizuri kwenye upande wa fani, basi ujue kweli yuko vizuri. Na kuna mgonjwa mmoja nilimpa, nikamwambia huyo mtengenezee dawa ya sukari, akamtengenezea dawa ya sukari, ametumia, ameenda hospitalini, amepimwa, mashaallah, amekutikana hana tatizo la sukari. Ni kwamba hapo ndio nikajiridhisha kwamba mwanafunzi wangu sasa hivi ameiva, alhamdulillah. BLT kiongozi. Kwa ule mti ambao nilikusudia kufahamisheni ndio hapa, ambao uko na chuma majani, ambao tunachukua majani, tunachukua mbegu, tunachanganya na dawa zingine kwa ajili ya matatizo ya hamu, hususan kwa wanawake na hata kwa wanaume, inafanya kazi vizuri sana. Huu mti almaarufu unaitwa mnyegenyege, na hapa iko mingi sana. Umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2557155249446 ama +25578752496. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Ione vizuri. Kwa mfano hii yote hii hapo, na ione hii yote hii hapa, hii yote ni mnyegenyege, na haya ni majani yake yanakuwa madogo, afu mbegu zake pia ndio hizo hapo, umeona? Afu inakuwa na maua ya njano. Nadhani maua ya njano hayo hapo unayaona, yale kule yanaishirizia. Ina kaida ya kupukutisha. Kwa sasa hivi majani yamebakia kidogo, umeona? Na kama unavyoona, hili ni gunia ambalo waisha chuma majani pamoja na mbegu. Ndio huu mti unaitwa
mnyegenyege. Kwa nini nimependa nielezee huu mti wa mnyegenyege, faida zake na matibabu yake? Ni kwamba kwa watu walio wengi, hususan wanawake walio wengi wanatatizika na tatizo la kukosa hamu ya tendo la ndoa. Hiyo ni jambo ambalo halipingiki. Kwa wanawake walio wengi kwa sasa hivi, ugonjwa wao mkubwa ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Unakuta anafanya ile tendo la ndoa tu kwa ajili ya kumridhisha mume wake. Hafanyi tendo la ndoa kwa ajili ya starehe, aenjoy, aburudike, afurahie. Kwa kweli wameteseka sana, tena wengi wameteseka mno 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 kutokana na huo mtihani na hiyo changamoto inayowakumba. Malalamiko yakawa mengi, nikaa nimefikishiwa taarifa nyingi sana sana sana, mpaka wengine wanaamua kutoka kwenye ndoa kwa sababu akifanya tendo la ndoa haenjoy, anaumia tu, anapata maumivu. Umeona, mwingine mpaka anakandwa na kadhalika. Sasa kutokana na hivyo nikaonelea sasa nitayarishe dawa ambayo kwanza nije nielezee. Umeona, kwanza nije nielezee dawa yenyewe hii ya mnyegenyege. Kama unavyoona hapa, ndio hiyo hapo, wako wanachuma. BLT kiongozi huyo hapo yuko anaichuma pamoja na baba ya. Umeona? Kwa sasa hii dawa hii mnyegenyege akitumia mwanamke, bimaana atachukua unga wake, atatia kwenye maji vuguvugu au kwenye chai au kwenye maziwa, atakunywa. Akinywa, akifanya tendo la ndoa na mume wake, ataenjoy, atapata utamu wa hali ya juu. Yaani ladha itakuwa ya kiwango cha hali ya juu mno. Umeshaona? Ambapo sasa kutokana na hamu na furaha kulifurahikia tendo, hiyo siku mume wake hata kama alikuwa anaenda kazini, hiyo siku mume wake ataenda kazini kwa ile furaha na yale mahaba aliyoyapata na kule kuenjoy alikokupata. Yaani ni kwamba utaenjoy sana. Jina inaitwa mnyegenyege, na shida kubwa ambayo inatesa wanawake walio wengi ni nyege. Yaani bimaana ile hamu ya tendo la ndoa, kufurahikia wakati wa tendo la ndoa. Sasa hii inaondosha zile takataka zote, vile vikwazo vyote vinavyosababisha mwanamke asienjoy katika tendo la ndoa, mwanaume asienjoy katika tendo la ndoa. Na pia ni dawa mujarabu kwa ajili ya kuwepesisha uzazi kwa mwanamke ambaye pia ametatizika kwa muda mrefu kwa kutafuta uzazi. Basi hii dawa ni mujarabu mno, itamfaa sana. Kwanza itamfaa kwenye upande wa kuenjoy tendo la ndoa. Pili, itamrekebishia homoni, zitakuwa balance. Tatu, itampa na zawadi, bimaana atapata na ujauzito. Kwa hiyo kwa mwanaume ukitumia, inazidisha ladha ya tendo la ndoa kote kote, kwa mwanamke na kwa mwanaume. Lakini kwa mwanamke ndio bora zaidi, ndio hata enjoy sana akitumia yeye. We mwanamume una enjoy sana na yeye ndio ana enjoy mno, yani zaidi ya sana. Kwa hiyo nikushaurini wanawake ambao mmetatizika sana katika hili swala la tendo la ndoa, kukosa hamu ya tendo la ndoa, kupata makasiriko na maudhiko ya tendo la ndoa, kulichukia kabisa, yani mpaka mnafika mnalichukia tendo la ndoa. Wengine mko kwenye ndoa, yani mpaka mnatamani kutoka katika ndoa kwa sababu hamuenjoy, hamfurahii. Basi ondoeni shaka, nimekutayarishieni dawa hii ili iweze kuwa ni suluhisho ya hayo matatizo yenu. Kwa kufikia hapa ni kuageni, tutaonana katika vipindi vijavyo. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni kuageni, tutaonana katika vipindi vijavyo inshallah. Wabillahi tawfiq wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.